Kwa majina naitwa Hassan Bogi nikiwa na Majombe yangu. Ya, leo tuna kipindi kipya ambacho tutazungumzia movie za aina yote duniani. Iwe Tanzania, iwe Kenya, Uganda, Ulaya, Marekani, wapi na kote huko Korea, wapi kote huko sita kwa tunazungumzia history ya wasanii, na kwa tunazungumzia history ya movie, pia tutakuwa tunaelezea movie yenyewe. Leo bwana nataka tuwaletee movie yetu ya kwanza kabisa inaitwa Blood On. Blood On ni movie ya Korea ambayo ni series ya pili ambayo imetoka mwaka huu 2026. Blood On ni movie ambayo inahusisha vijana wawili ambaye hawa watu ni wanahusika na masuala ya ndondi. Nikizungumzia ndondi na naelewa na wale ambao wanacheza boxing, watu wa masumbwi, wana Kinatoa kidugu, kinatoa mbabe, kina mfomi na wengine wengi sana ambao hajabatika kuwataja kwa majina. Hii movie namba moja ilikuwa inazungumzia masuala ya mikopo. Yaani kama vile mikopo huko tunapofanya au kausha damu. Wanakuta huko wanakopesha mikopo, lakini pia unawazunguka wanakopesha kidogo na wanataka vingi. Hii namba mbili imekuwa tofauti kidogo. Vijana wanajikuta wanaingia kwenye mapigano ambao sio rasmi, mapigano ambao hajakuwa kihalali. Umeona bwana, ili watetee familia yao, yani ili atetee mama yake na mtegemeo ambaye anaitwa Gamu ya Sea. Haya mtendo anaona juu kwenye matatizo na kujikuta kuingia tena kwenye ngumi pasipo kutaka, ila kwa kulazimishwa. Nadhani mwanangu Mungu muiona movie nimeiona na naendelea kuiona kwa sababu inanipa ushawishi. Unaona, tukizungumzia movie kali sana. Sawa. Hii movie tokea nimeianza, toka imeingia tu mwaka huu, nimeanza kuiangalia na nazidi kuiangalia kutokana na inanishawishi na naipenda. Ila kwenye movie kuna kipande ambacho naona kama story yake iko sawa. Ile sehemu ambayo walienda kupima uzito, alafu na mshikaji wake, yule ni mshikaji wake, ndugu yake, yule rafiki yake, anajulikana naye kwa namba moja. Taalamu wake kwenye movie amecheza kama mwalimu wake. Ni yule trainer kwa namuita. Trainer wake yule ameenda kupima uzito, trainer kwa pembeni. Ghafla kuna ile picha pamoja, si unajua ile kutamaniana uso kwa macho ile. Wamekaa, alafu ghafla Momba kampiga kibao yule Momba wetu kama mshikaji teacher pale trainer kama hindi. Umeona? Sasa mimi nikachukua mbona mshikaji niongezana, nikajihisi kama labda mshikaji hawezi. Lakini wa moto wake nikaja kusema hai bwana anaweza kwa hiyo mama Leli tule. Movie ni movie nzuri sana, ni movie ambayo kwanza mimi nimependa movie ya mapigano. Mapigano alafu mapigano yako unafanya kama reality, kama mapigano ya ukweli, hakuna uongo. Pia nipenda kingine hao jamaa wapigi teke yani. Maadui wanapiga sana mateke, lakini jamaa wapigi teke, hao jamaa wanapiga mkono mwanzo. Mchana kama kisura vipo jamaa wanapiga mkono. Ni boxing. Yani boxing tupu, yani jamaa wamependa boxing. Nadhani hata wale watu wanapiga masupu wakiangalia hivi wataenjoy kwa sababu kuna mapigano mengine ukiangalia utasema kama wanapiga live, lakini kuna mapigano ya movie sana. Kwa kweli sijaona season kama hii kwa sasa hivi ya mapigano kwa mwaka huu ukiwa uanze 2026. Unaona bwana. Mstari wa movie anaitwa Gamu. Yes. Gamu ni kijana ambaye yeye yuko na rafiki yake, lakini pia Gamu kitu ambacho kinanifurahisha au mwaka kinanichekesha, yeye mwenyewe ni mtu wa kujalia. Yaani akikaa na wenzake, yani akikaa ikitokea tukio kwa wenzake, yeye mtu wa kujalia. Anakuwa analia yani. Ikiwa yeye ndo mtaalamu lakini yeye ndo anakuwa analia. Lakini kwenye mkono anakuwa mkali sana. Muda anapigana aonyeshe dalili ya uoga. Lakini akiwa anapigwa mwenzake ndo anakuwa katika hali ile inapokuwa vipi mpaka anakuwa vipi. Yani kikubwa usiende mbali sana na hii mada, lakini kwa watu wanaopigana ni binadamu. Kwa na moyo ndio anahisi kama mtu mwingine. Ingawa anacheza masumbu, lakini kwa haina maana kucheza masumbu unakuwa ndo mtu wa chuma. Yani una moyo umia na kitu
iko hakuna. Kwa hiyo yule wamejaribu kuonesha wamejaribu kuonesha maisha ya kawaida afu na maisha ya kwenye ulingo. Kwa hiyo hapa ninachokielewa ni kwamba huyu mshikaji anatuonyesha kwamba mabondia wanatakiwa wawe vipi, waelewe maisha ya ulingo na maisha ya nje, si ndio? Yani haiko maana hiyo iko hivi. Yeye ametuonesha maisha wanavyoishi. So wabondia wenyewe wanaishi kwa sababu kila mtu na maisha yake, lakini bondia wenyewe wanavyoishi, ila yeye ameamua kutuonesha jinsi gani anavyoishi au watu tulivyo. Maana haimaanishi kwa mtu akiwa bondia basi ndio aishi vizuri, au akiwa bondia sana ndio yeye anavyobondia bondia. Kama kuna jamaa mmoja Nyamalaze, kuna movie fulani kwa sababu alifanya na Bruce Lee, hapa jana naye anampenda kama Bruce Lee, basi akikata mtaani kidogo tu kimwanzia kama Bruce Lee. Kumbe maisha yale ya kwenye movie na maisha ya nje ni tofauti. Kwa hiyo amejaribu kutuonesha maisha, reality ya maisha aliyokuwa anaishi na mama yake na nini, lakini pia mbali na maisha yake akiingia kwenye movie kwenye nini boxing anakuwaje. Kwa huyu jamaa ameamua kutuonesha maisha ya movie, maisha ya boxing na maisha ya kawaida. Ndio maana jamaa alikuwa ni mzembe sana, wenzake walikuwa wamepigwa kama lesini ambao na wenzake walikimbiza gari hivi. Wakimbiza gari wakajikuta wameo kwenye mtego, wamebadilishwa na watu wengi sana. Wakapigwa sana jamaa alipofika pale kama Mungu, aliwatandika kisheni, lakini mwisho wa picha alipoona wenzake wameumia akawanalia, yani anaonea huruma mpaka wenzake walioumia ndio wanamwambia ndio usilie. Ndio maana hao ndio wanamtia moyo, ile yeye ndio anabidi ndio atie moyo. Kingine hii movie imenifurahisha jambo moja. Kwanza imetuonyesha reality kwamba sio kwamba ukicheza sana unaumia. Na hii movie imetuonyesha watu wote asilimia kubwa wameumia. Bana, hii ni zone ya kwanza, lakini pia tutaletea episode ya pili. Tutazungumzia maisha halisi ya wasanii, umri wao na miji wanaotoka, na movie imechezwa kwenye miji mingapi, mji na mji gani, director aliyeongoza, na pia tutaangalia thamani ya movie walioitumia, gharama ya movie walioitumia. Nadhani tuachane na hapo, tufuatilie na usisahau kusubscribe channel yetu.